Sababu ya kuja hapa ni kufahamisha ya kwamba umwambie bwana huyu aende akamkanye mwanaye aache kutembea na mkwe wangu. Hili jambo linaniumiza, linanikera, linanisumbua sana katika nafsi yangu. Silipendi. Kwanza mimi nataka kujua, hapa tunaongea kama mwenyekiti au tunaongea kwamba kwa mwili mwenzio? Kama kwa mwenyekiti. Kikao kiendelee. Kuanzia sasa akitoka hapa aende kwa mwanaye tena akamkanye, na ikiwezekana kumpiga. Kama ni baba mwenye adabu na heshima ampige mwanaye, kwa sababu jambo alifanya mwanaye alipendezi. Ni jambo la aibu. Mimi linaniuma sana katika roho yangu, napata shida. Yule ni mkwe wangu mimi. Mwambie bwana wewe, akamwambie mwanaye. Sababu tatizo liko wapi? Wewe unachoumia wewe nini? Watoto wamependana, wanaamua kusamsing kujigiziji. Tatizo liko wapi? Yaani huoni kama tatizo hili? Huoni kama tatizo? Unafurahia jambo hili sio? Tatizo liko wapi na watoto wamependana? Kwa sababu ukiangalia wewe ulikuwa ukane mwanao muulize, huenda na mapungufu ndio maana yule mama akamua apate mchepuko. Tatizo nini? Sikiliza nikwambie bwana. Jambo hili mimi sipendi hata kidogo. Na nataka nikueleze ubaya ubwela. Sasa kwa taarifa yako, kama wewe ubaya ubwela, mimi ndo udugu mara. Sasa unataka nini wewe? Nisikilize, mimi wewe kunitishi na uniambii lolote. Wewe unasemaje? Wewe unataka nini? Unataka nini? Una nini unataka? Wewe unataka nini? Nakuuliza. Unataka nini wewe? Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini nakuuliza? Unataka nini? Kwa nini bwana wewe? Hata ukikatika wako. Sasa sikiza nikwambie. Nasema hivi, huyu kachokoza vita. Yaani vita hivi. Unajua nini nani? Una ubavu. Mimi ndio mjabihira. Una ubavu. Mimi naitwa Mlewa Mlewa. Mimi nakwambia mwaka lazima nitamuondoa. Lazima aondoke. Ndio atanijua kwamba mimi nani, Mume wangu kulikoni? Umetoka na makelele mashariki umekuja nayo magharibi. Huko ulikotoka kuna nini? Kwa nini? Mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Kwa hiyo wewe haya mambo yanayofanya mwanao Faki wewe unayaona yana maana kabisa, si ndio? Sasa kwani ubaya uko wapi? Ubaya uko wapi? Yaani simekubaliana tu wenyewe umekubaliana. Tatizo nini? Kamkaba yule au kambaka? Wewe nakwambia mimi Huyu mimi atanitambua. Mimi nasema mwako lazima nitaua mtu. Huyu anaondoka. Hapo ndio atanijua kwamba mimi mjavihiri. Bwa. Enda mbaki jinga bana. Nyumba imepoa kama nini wenyewe. Sasa hizi baba. Na wewe ukishakuwa tayari hizo shikamoo utazipata nyingi. Baba bwana, sasa ndo nini? Hivyo mtoto. Kwa hiyo ina maana uchokifanya ukifahamu. Unajitoa ufahamu, si ndio? Kuna nini kwani? Yaani mwanangu, binti yangu, nimekutegemea kama kioo vile cha jamii hapa mtaani. Nikiwa kama mwenyekiti na heshima zangu. Kweli unadiriki kufanya ujinga? Unafanya upuuzi? Hayo ndo maadili gani uliofundishwa haya? Nimekufundisha hivi mimi? Huu mwaka mimi lazima nimuondoe mtu. Huu mwaka mtu lazima ataondoka. Na mjinga jinga nataka. Hivi huyu babako ana akili kweli? Au zimekosa kumtimamia kwenye kichwa chake? Hivi anavotoka pilika mbele, nyuma, ndani, nje, ana nini? Baba anaona anachofanya Faki yuko sahihi kabisa? Sio sahihi mwanangu, yuko perfect. Sasa mama nisikilize. Yaani mimi siwezi kuvumilia ujinga kama huu. Sina hiyo subira. Sasa kwa ujinga huu mimi nitamuonyesha. Nitamuonyesha. Baba, mimi ndo nafika hapa sielewi kitu. Utaelewa nakwambia. Huyu kwenda kutembea unajifanya kukataa. Na wakati hili jambo ni la ukweli kabisa. Ni mzee ana akili yule. Kwa hiyo wewe na baba yake Fakiri na Fakiri lenu moja Unamgeuka mume wako.
Mimi siwezi kufanya huo ujinga baba, mimi na mume wangu. Umefanya chizi mkubwa. Wakati mwingine natamani wewe usiwe hata mwanangu. Wewe unafika mbali baba. Sitaki kukuona katika mboni za macho yangu. Naomba ondoka. Toka! Sasa mimi naenda wapi wakati hapa nimekuja nyumbani baba kukuona? Wewe unataka kuondoka? Subiri sasa utaona kama mimi ndamaanisha kitu gani. Baba mimi siwezi kuondoka. Sasa mimi naondokaje? Mimi siondoki baba. Baba mimi sijafanya hivyo baba. Kwenda! Toka! Babu mkubwa wewe. Usirudi tena hapa. Yaani hii nyumba sasa hivi ni kama vile kituo cha polisi hapa ndani. Kautaka. Wanataka kunichukulia poa. Na mimi nitakuzeni nini nitakuoa. Toto kautaka. Wanataka kunichukulia poa. Basi na mimi nitakuoa. Yaani kitoto, yaani mzee kana yaani muda wote. Kama chiba. Toto kautaka. Yaani maisha raha. Yaani simsikilize mtu wowote. Zaidi mtoto kautaka, mtoto kautaka. Yaani raha. Kupendwa raha. Asikwambie mtu. Bonge la Shabani. Raha sana sana. Raha kupendwa. Sasa yule mtoto makazi yake humu. Anatoka kule, anakuja hapa. Sasa wewe unajifanya kingi. Mwanangu, kingi mbona huwa inaliwa? Sasa ndio maongezi gani ambayo unaambia mimi? Mimi nilijua utakuwa ng'ambo yangu kama jinsi nilivyokuwa na baba kwa kunitetea mimi mwanenu. Yaani unakuja kumgombelezea lile alijulikani kama kabila gani? Alafu sasa mama nakupa kitu kimoja. Katika familia mimi ndo ni mtoto wa kiume. Umeona? Je, katika mtoto wa kiume pekee unasikia mtaani. Bwana mwanao shoga mama unachukuaje? Sasa nikwambie kitu. Kwanza mimi usinifananishe na baba. Nyie si majua wawili. Alafu wewe unajifanya mjanja. Unatembea na mke wa mtu. Unatembea na mke wa mtu tena ukitamba naye uko mitaani mwanangu. Si ndio? Lakini nakwambia hivi. Humu ndani japo hii nyumba nimejenga na baba. Utoingia naye kuja kukaa na wewe mwanamke wako. Hilo la kwanza. La pili, kama nimekuweka tumboni mwangu miezi 9, jua ikiwa ya kwangu, mvua ikiwa ya kwangu, njaa, shida, mpaka nakuleta duniani. Sitakubali mahusiano ya mke wa mtu. Lakini la mwisho, utazunguka. Litakapokuja la kukukuta, utarudi kwangu. Na utakuja kuniambia, mama nisamee, na ukakaa chini ya miguu yangu. Na kukataa. Babako si anakushauri? Babako si mnatengeneza mijadala? Basi tengenezeni. Lakini usije ukarudi hapa na kusema mama samahani. Fezuri mkubwa. Mwana Isaya. Yaani kwa hili nakwambia haki, kwa hili sitakubali kama mama. Punda usiyekuwa na shukrani. Mjinga mkubwa. Baba, niache basi samaki la njege. Ibiro maaka. Ila leo chumvi umezidisha kidogo. Haya. Wengine utanegea nenda nao nyumbani.
Vipi? Mama. Wewe mama kafanya? Mama kaongea maneno magumu sana kuhusu mimi. Sasa maneno hayo magumu kisa nini? Mama mimi kanambia, yaani kama ujalala kwenye mfuko huu sijui. Sasa maneno hayo kakwambia hivyo kisa nini? Mama yeye hataki mimi mahusiano na yule binti. Fuck. Naam. Mimi ndo baba yako. Mimi nani? Baba. Mimi ndo baba yako. Sasa nisikilize na nitakwambia. Wewe yule binti endelea. Tena siku ukiona kwamba hata hela ya gesti huna, wewe njoo mimi nitakupa. Baba. Nakwambia hivyo, wewe njoo mimi nitakupa. Na ukiona mzigo umenogewa, tangaza ndoa. Mimi mahali nakulipia. Hey, tangaza ndoa, mimi mahali nalipa. Baba acha masiala. Nakwambia tangaza ndoa mahali na mimi nalipa. Wewe ndo babangu. Na kama kuna mtu yote atakaye kuchezea, mimi nacheza naye. Mimi ndo Mjavihile. Kula samaki. Mimi na mchezo mimi. Toa shaka. Sawa baba. Unasikia? Kuwa na amani. Yaani mimi nimekaa, yaani kusema kweli, yaani mawazo mengi sana. Nikaona kabisa subiri nimfuate baba. Nilijua tu kama upo huko kwenye samaki. Kuwa na amani. Yaani kuwa na amani kabisa. Hakuna mtoto atakaye kuchezea. Naitwa Mjavihile. Uliza. Yaani baba nafurahi. Maskani ujue. Sasa yani mimi nitoke hapa nje maskani hapo. Maskani yenyewe imejaa unafiki na majungu. Wekea huko. Sasa wewe samaki unaloleta hapa? Samaki? Sikala mwanao Feti. Kala Feti? Kala. Sasa Feti wale samaki wanamhusu nini? Samaki jamani, si wameletwa ili mradi waliwe. Naye kala. Au wewe lengo lako la kuwaleta samaki hapa nyumbani ulikuwa tupige nao picha? Kwa hiyo mimi niloleta? Wewe si mume wangu, mchuzi huo mzuri nimekupikia. Si utakula ugali na mchuzi? Hivi, mdeni bwana tunapenda sana kuingiliana, eh? Maana mwenyewe tumekuwa kama kambale, mtoto ndevu, mkubwa midevu, si ndio maana yake? Sasa mimi nikwambie, yaani mimi masuala haya. Hebu niambie na wewe kwanza. Ili swala la kumwambia mwanangu Faki si yule mwanamke, sijui nini, na uchungu. Wewe swali na hata kitembea naye linakuhusu nini? Kwa hiyo wewe Fati mwanao peke yako. Mimi sio mwanangu, si ndio? Kama Fati wewe umemwambia ya kwako na mimi kama mama nimemwambia ya kwangu. Mimi ninachosema yule mwanamke mimi simtaki kuwa na mahusiano naye. Na hapa nyumbani asimlete. Sasa ndio sawa, hataki wana mahusiano nao. Wewe inakuuma nini? Kwa hiyo kutembea na mke wa mtu wewe kukwambia ukweli sisi kumekuwa wanafi. Ina maana nyinyi hamjijui. Mimi kama natembea na mke wa mtu wewe kuhusu, umesikia? Kwa hiyo nyinyi ni roho zenu zinawakila mimi kwa na mtoto wa watu, sio? Yaani mimi kama mimi umeona huyo baba yangu mwenyewe ananipa respect. Nyie kama nani? Kwa hiyo wewe baba yako ndio kakwambia utembee na mke wa mtu. Hiyo wewe haikuhusu. Yaani hayo ni achie mimi na baba yangu yani. Bwana, hamna maongezi. Basi wewe fresh, uendelea kutamba. Alafu kwa nikwambie mambo yake. Mimi sitaki kuingiliwa. Mimi ndio baba humu ndani. Sawa? Kwa hiyo ninachokiamua mimi kiwe hicho. Mwache mwanangu afanye stare yake. Na isitoshe nimemwambia kabisa ule mzigo akikoea mimi namtolea mahali. Sasa nasema na mimi kama mama. Kuanzia leo yule mwanamke nikimuona anatembea naye anakanyaga naye, nilishampa ya kwangu kutoka moyoni.
Mie mama. Nisikilize, mimi ndio baba humu ndani na sitaki kuingilia na lolote. Mimi nikishaamua nimeamua, sitaki kuingiliwa, nimeshasema hivi. Mimi mama nimeamua. Alafu mume wangu muite fundi wako. Hela sikashachukua. Aje tuwekee huu mlango. Tunalala nje mpaka lini? Tumekuwa kama mapanzia, kama wacheza nachi. Si mlango wa nini? Kwani anaingia nani hapa? Kuna kibaka atakaingia? Mimi mwenyewe vile vile mjanja, hapo haingii mwizi wala nini. Ebo. Hii miharaga. Ataka umiza baba. Unajua jinsi gani mapenzi yanavyokereketa na kuumiza ndani ya moyo wangu. Alafu bado tu mnaendelea kumtetea Ufaki. Hamjui wapo anavyotetea. Hamjui jinsi gani anavyoumia mimi. Salim mwanangu. Unaumizwaje na vitu vidogo vidogo hivi? Mama, hili dogo. Yaani unamaanisha hili alilofanya Faki ni dogo? Sasa kama vitu vidogo hivi vinavyohusisha mapenzi vinakuumiza, je, likikupata kubwa utaweza kulimudu wewe? Mimi ninachokiona hapa kutokana na umri wake yule kijana, mimi naona hajui nini anafanya. Hajui kitu gani anachokifanya yule? Ndiyo. Kama ingekuwa anajua nini anafanya, asingefanya huu utumbo huu ambao anaufanya. Sikiliza nikwambie. Unapokuja kuleta habari za kwamba yule ni mtoto, ni mdogo, bado hajajua anachokifanya, si kweli. Yule anachokifanya anakijua. Na wala sio mtoto yule. Lakini mbaya zaidi, yule anashirikiana na baba yake kuleta pumbavu. Hapana. Salim mwanangu, mimi naona tushayaongea sana. Tumeyajadili sana. Naomba kwa usiku huu urudi nyumbani kwa mke wako. Labda kama sijatoka katika mlango huu na wala sijazaliwa katika nyumba hii ndio taondoka. Kama mnataka nife, munizike, msinione, niambieni niondoke hapa. Nenda kwa mwanamke. Nitakufa na hamtoniona daima katika maisha yenu. Kama mtoto hataki kwenda kule, muache lale hapa. Yaani mume wangu, yaani unaona anachokifanya mwanao hiki ni sahihi? Yaani aache nyumba yake na mke wake aje alale hapa? Wewe hapa una chumba. Mimi ndio nasema hivi, kwa sasa hivi usiku huu naomba urudi nyumbani kwa mke wako. Mama, ni hivi, nitajua mimi wapi takwenda. Sitaki mtu yoyote katika familia hii, wewe na mume wako tafute wapi bwana nimekwenda, nife nisife nije kama msinijue. Unasemaje? Wewe na mume wako. Mimi na nani? Na mume wako. Yaani huyu ni mume wangu unamuita leo. Huyu sio baba yako, sio? Baba yangu. Sasa naomba unisikilize. Sai Shikamoo baba. Marhaba. Mambo za saa hizi? Salama, karibu. Asante. Samani baba, nilikuwa nyumbani nimekaa sana muda mrefu, lakini Salimu hajatokea. Sasa sijui kuyupo. Salimu alikuwepo hapa,
lakini muda kidogo tu ametoka. Mama. Karibu mwanangu. Mama huyo. Shikamoo mama. Marahaba, za nyumbani? Salama, si za hapa. Salama, karibu. Asante. Nimekuja hapa maana nimekaa nyumbani sana, Salimu sijamuona. Sasa nikajua baba atakuwepo huku, ameondoka na funguo. Yaani nimepishana kidogo sana, katoka hapa sasa hivi. Basi sawa, itakuwa hapa pengine wakati nakuja huku, na yeye atakuwa na nyumbani. Basi ngoja nimuwahi, naweza nikamkuta. Sawa, si unajua tena usiku. Sawa, siku mwema. Siku mwema baba. Hebu usikilize. Mama, hebu muwahi mwenzio kwanza saizi usiku nyumbani. Sawa, kwani kuna shida? Hakuna shida mwanangu. Sawa basi, siku mwema. Zaga sana. Ulikuwa wapi? Mtoto wa watu. Alafu kuna mama nilimwambia ipo siku isokuwa na jina, lazima mkwe wako atatoka kule atakuja hapa. Ya, sikongopei baby. Nakupenda pia. Kweli. Alafu nikuuliza kitu naye. Hivi yule mbwa umempendea nini wewe? Nini kwani? Nini? Unataka nini? Baby. Amna. Si unajua kuna kauli inasema mkubwa jalala siku zote. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa mai. Yaani ninapokuambia nakupenda, yaani ninamaanisha, na wewe mwenyewe unajua. Unajua kabisa ni upendo wangu mimi. Nini? Kwani nini? Unatakaje kwani? Nini? Mbona mtumbulia macho? Kitu gani? Yaani unanipandisha mimi. Kwani wewe nani? Wewe nani? Kila mtu na starehe zake. Nimepita hapa na starehe zangu. Kwani unatakaje? Nisikilize bwana Ndewa. Yule mzee mwenzetu kile ambacho alichokuwa anaongea siku ile pale kwenye kikao, tukawa tunamwona labda pengine chizi au tukadharau, tukamwona mweu, kumbe alikuwa anamaanisha. So dakta, hayo nazungumza na hakika, lakini nafikiri wewe uko unamfahamu. Mimi nimfahamu kwa undani wake kabisa kabisa kabisa. Mbaya zaidi, kwa hakika amenidhalilisha sana, na wala sio mimi peke yangu, kamdhalilisha hadi kijana wangu. Tunakosa furaha kwa ajili yake. Yule bwana imefikia hatua akaweza kunilaza mimi nje. Sasa basi, nitakapokutana naye popote, kuna kitu nitamfanyia hatukisahau katika maisha yake. Usifanye hivyo mzee mwenzangu. Acha. Mwenyekiti, ndiye mwenzangu, kwa hili lilotokea siwezi kubali udhalili wa namna hiyo tena. Kama nitamkosa yeye, basi hata kijana wake nitacheza naye. Unajua mwili mwenzangu, mimi hapa nilipo najisikia hata haibu.
kwa hichi ambacho kilichokuwa kimetokea, na vita yote hii ilikuwa imetokea, najua mimi sababisha mwanangu. Hapana, hapana, wewe ulielewi hili. Mtoto wa kike siku zote ni wa kudanganywa tu. Ninaamini imefanyika makusudi kwa kijana yule kuja kumdanganya mkwe wangu mimi ili haribu nyumba ya mwanangu. Sasa sikiliza nikwambie, watu hawa mimi na wao mbali mbali kama pepo na moto. Lazima nilipize kisasi, lazima nijue nini cha kufanya juu yao. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini naombea Mungu aipushie mbali. Hakuna alakini, hilo nazungumza ni wewe katika nafsi yako. Tulishaambiwa sisi kulipiza kisasi ni haki, na lazima nilipize kisasi kwa namna ninavyojua mimi. Umekuwa? Nimekuwa ndio. Sasa si bwana mimi nimekuwa na akili timamu kuliko wewe ambaye kila siku unakuwa umri, unakuwa na ubonge na kitambi tu, lakini akili hapa kila siku zimegana kama sanamu. Upo tu. Mwenyewe umekaa hapo unajibebisha, unaongea na wao chizi mwenzako hapo. Unajichekesha mtaa mzima na kusikia wewe tu. Sasa si unajikuta wewe chizi, si ndio eh? Si unajikuta wewe taila, yaani akili zimekuruka. Mwenzako mimi nimesema na techa mileme ndani. Sasa endelea hivyo hivyo. Na ushukuru Mungu, Mungu amekumba mwanaume wewe. Lakini ungekuwa ni mwanamke, ningekushika kama hivi nikakudunda dunda kama kitendo wewe. Malaki unanitibua, unanitia hasira kila siku. Sasa huu moto ndo kwanza umeanza. Jipange. Jinga hilo lione. Baby. Amna haya makelele. Ni kuna mambo tu hapa kidogo nyumbani, kwa sababu kuna wapangaji walikopo wanagombana. Sasa mimi niko nagombelea. Na linanikosesha amani. Yaani dada, unafikiri mimi ili jambo linaloendelea mimi nalifurahia? Yaani silifurahii hata kidogo. Tena linaniumiza sana 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 kwenye moyo wangu. Inafikia hatua yani mume wangu mimi anaenda kulazwa nje. Tena kati ya soko. Unafikiri ni aibu kiasi gani ambayo inanipata kwenye familia yangu? Ni fedheha kiasi gani inayonipata mimi kwenye familia yangu? Aibu. Kwangu mimi peke yangu sina tatizo. Tatizo kwa mume wangu. Kila ninapomgusia kuhusu hili swala, yani hataki hata kidogo kusikia. Sijui kwako mumeo anasemaje kuhusu hili? Yaani wewe mume wangu kama ni moto uliotiwa petroli. Mpaka najiuliza, hivi mume wangu kakumbwa na nini katika hili? Kwa sababu yeye ndo amekuwa mshauri, yeye ndo amekuwa mhamasishaji. Mpaka najiuliza, hivi muda anaojizungusha kuliangaikia hili angeutumia kwenda hospitali na kupasua lile dude aliyokuwa nalo mapajani mwake, au akaenda kwa madaktari washauri na kupatiwa ushauri wa madawa, si angestilika mume wangu? Sasa dada, yani wewe unamshauri aende akatoe ngirimaji wake, wakati mtaani kote anavimba, anatamba. Kisa hiyo ngirimaji alikuwa nayo. Yeye afahamu kama ni ugonjwa. Yeye anachojua yeye, yani mpaka mume wangu anamtambia kwa sababu ya ngiri yake maji. Anajua kwamba ukiwa na ngiri maji ndo ujana dume, ndo ushababi. Yani mpaka anajiuliza, mumeo anachuki na mwanangu?
ana ugomvi na mwanangu? Nini amemkosea mpaka anayafanya yote haya? Basi nahisi kabisa mume wangu ana wewe aliokuwa nao. Sio? Sasa tunafanyaje kuhusu hili? Mdogo wangu, nikwambie kitu. Sisi ni wanawake, na mwanamke siku zote anakuwa jasiri. Kama tunaweza kuzitunza nyumba zetu, wao kuwa kama watoto wetu, na kufanya pilika mbalimbali zilizomo majumbani kwetu, hakika sidhani kama hili litatushinda. Mimi na wewe tukishikana, tukawa pamoja na kulifanyia kazi hili, hakika litakwisha. Ni kama usemi usemao kwamba wanaume ni kama watoto wetu, waume zetu, pamoja na hawa vijana wetu wote ni watoto. Nafikiri tukimshirikisha Mungu na tukatulia, tukatuliza akili, tukatafakari kwa kina. Mimi nashukuru, na tusiwe waoga, tushikane, tupambane. Alafu mimi nataka uende nyumbani ukaiweke akili yako vizuri na ulitafakari tena kwa makini. Tukija kukutana tena, tutapata jawabu la swali hili.